Katika Pasaka kuna damu. Haleluya. Kuna mambo ya nini? Ya damu. Kuna work of the blood na the resurrection. The key of the resurrection. Key words of the resurrection, ama key points ambazo zinapatikana katika resurrection. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tutakuja kuiangalia. Tunaangalia the blood of Jesus Christ, ambayo ya kwamba siku ya Friday tunakumbuka ya kwamba Yesu aliweza kupigwa misumari, akadungwa misumari, na kwa sababu ya hiyo kazi kuna mambo ambayo ilifanyika katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na tunapoangalia katika Ephesians chapter 1 verse 7, Ephesians, nani yako na Biblia akaweza kutusomea? Mama Jerry, nilisikia Mama Jerry makofi. Last time nilisikia akisoma vizuri sana na energy, na nikasikia amebarikiwa sana. Sasa sijui umeweka wapi Biblia ya Kiswahili ukuwe nayo, na ili ukaweza kutusomea, na utatusomea kwa haraka, na kama kuna mwingine ataweza kutusomea Galatians 3:13 kwa Kiswahili. Nataka tutumie Kiswahili ndio tuweze kukamatana vizuri. Amen. Tunataka kuangalia redemption, ukombozi. Haleluya. Redemption, kuna ukombozi katika damu, katika jina la Yesu. Haleluya. Soma hapo Ephesians 1:7, si kama umepata. Ephesians 1:7, mwingine afungue Galatians 3:13, mwingine atafungua Ephesians 2:13. Ni points ninapeana. Mwingine atafungua Revelations 12:11. Haya, nani amepata ya kwanza? Mama Njeri. Amen. Yes, Ephesians 1:7. Soma. Tumia microphone sababu ya tuna record. Mr. James Awati, tumia topography ikae namna hii. Amen. Hallelujah. Tuna record mahubiri haya, utayapata katika YouTube katika jina la Yesu Kristo. Efeso mlango wa kwanza mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Yes. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Masamaha ya dhambi sawa na wingi wa neema yake. Tunakombolewa, tunasemewa dhambi zetu. Haleluya. Kwa sababu ya Yesu kusulubishwa tunapata masamaha ya dhambi. Alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata. Alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata. Kwa hivyo kuna kukombolewa na kuna forgiveness of sin. Those are 2 points from that. Hiyo kitu tumeona kuna kukombolewa na kuna forgiveness of msamaha wa dhambi. Ya tatu, kuna cover. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu inakuja kuwa kama cover, inakuja inakukava. Kama umelaaniwa, inakuja inakukava, inasema haujalaaniwa, nimekukava. You are not cursed. Amen. Mwenye nikulaani nimekuwekea kama wewe haujalaaniwa katika jina la Yesu Kristo. Inakuja inakuwekea kama katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Soma Galatians 3:13. Katika jina la Yesu, damu ya Yesu inakukava, inakuwekea kava. Hakuna laana, hauna laana, haujalaaniwa. Kama kuna mtu amenena maneno mabaya juu ya maisha yako, damu ya Yesu inakuja inakukava. Soma hapo. Yes. Galatians 3:13. Wagalatia 3:13. Okay. Wagalatia 3:13. Yes. Biblia inasema hivi. Ndio. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kristo vile alikuwa pale msalabani alikuwa anasema dukani hapo ili niwakomboe katika laana ya torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Yesu amefanyika laana kwa ajili yetu. Kwa hivyo mimi hapa sina watu wengine wamelaaniwa. Katika hii hall 10 hakuna mtu amelaaniwa hapa. Yesu amebeba laana. Yesu ametubebea laana katika jina la Yesu Kristo. Ametubebea laana. Alikuwa na laana sasa. Hiyo
iondoke katika jina la Yesu. Kama mwenye alikuwa amebeba laana, kama kuna babu alikulaani, kama kuna anko alikulaani, kama kuna mtu alikulaani, alikuangalia sura yako akakulaani, siku ya leo Yesu amebeba, ameondoa laana. Yesu ameondoa laana katika jina la Yesu Kristo. Now point number 4. Bring people closer to God. Bring people. Damu ya Yesu inaleta watu karibu na Yesu. Haleluya. Soma Ephesians 2:13. Ephesians 2:13. Na uende mbio. Maana nimesikia wewe na nimesikia ya kwamba unasoma vizuri na umebarikiwa. Ephesians 2:13. Tusikie ya kwamba bring people closer to God. The blood of Jesus bring people closer to God. Wacha nikwambie, watu walikuwa wanakaa mbali na Mungu. Ilikuwa mtu anakaa mbali, lakini tusomea alafu niweze kuelezea. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 13. Yes. Biblia inasema hivi. Ndio. Lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, ninyi watu watoka ambao mliokuwa mbali na Mungu, mmekuwa karibu kwa damu yake Yesu. Mmeletwa karibu kwa damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu sana. Ya kwamba tulikuwa mbali, lakini sasa tumeletwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Nilikuwa nataka nikuonyeshe kitu ambacho kilikuwa inaitwa Holy of Holies. Kanisa lilikuwa limegawanywa katika sehemu tofauti. Haleluya. Kama hapa nimesimama, hapa ndipo palikuwa Holy of Holies, na kulikuwa na kateni nyingine hapo ambayo ilikuwa hapa ni Holy Place and Holy of Holies, na kulikuwa na court, mahali ambapo watu wanakuta, kama wewe unakuja kuleta dhambi zako, unakuja kuletwa hapo, wewe unakuja hapo, lakini unakuta yule kuhani alikuwa anaingia Holy, alafu anakuja anaingia Holy of Holies. Lakini sasa wakati Yesu alikuwa anafufuka, tunapoangalia tunapoamini kusulubishwa kwake, tunaona ya kwamba kuna curtain iliweza kukatika. Wakati alikuwa anakata roho, hii curtain ya madhabahu ilikuwa hapa, ikakatika mara mbili. Bwana Yesu sana. Ili wewe uletwe karibu, utakuwa unaingia katika Holy of Holies na unaambia Mungu shida zako. Unaambia Mungu, nimekataa hii. Nimekataa jamii yangu inapitia uzito. Nimekataa hii. Unakuja katika Holy of Holies. Hapa palikuwa, unajua hapa kuhani alikuwa anafika hapa mara moja kwa mwaka. Hapa alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka na alikuwa anafungwa kamba. Just in case akikuja hapa kama amejichanganya, alafu anafungwa kengele, anawekwa kengele. Akikuja kutoa dhabihu, anashika kondoo ya kutoa dhabihu, anakuja kutoa dhabihu. Akikuja hapa, mnasikia tu kengele, ngiri. Mnajua mshi bado wako hajakufa, kwa hiyo pengine hajajichanganya. Anaendelea kutoa dhabihu. Akiendelea kutoa dhabihu, ili kwamba akinyamaza, nyinyi mtavuta kamba. Ndio na nyinyi msiingie hapa mkufe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio msiingie hapa mkufe, mnavuta hiyo kamba, mnavuta mguu, mnamtoa huko nje. Kwa hivyo angeingia hapa kama amejichanganya, angekufa. Hiyo haingemruhusu. Haleluya. Haingemruhusu kukaa hapa. Kwa hivyo mungemtoa na ili akaweza. Alafu kengele, zile kengele, nguo zake zilikuwa na kengele hivi kwamba wakati anatoa dhabihu, mnasikia kengele inapiga. Mnasema mtumishi bado wako, bado anaendelea kutoa dhabihu. Haleluya. Lakini Yesu alipokuja pale msalabani, wakati alikuwa akakata roho yake, Biblia inasema the curtain ikakatika mara moja, katika mara mbili. Hiyo ni kusema imefungua, ili wewe sasa ukaweza kuja sasa ya kwamba wewe ukajifanyie kuhani wa mambo yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Ni nini kinakusumbua katika maisha? Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie, atakushindia. Yesu mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie, atakushindia. Yesu mwambie. Unakuja hapa unamwambia Yesu mambo yako. Haleluya.
pengine kuna mambo mengi ya kuombea, unashangaa nitafikia kwani siku gani. Wewe ingia into the holy of holies, ingia into the holy of holies, mwambie Bwana Yesu mambo yako. Kitambaa kilipasuka katikati, sasa unaweza kumwambia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo lingine, ni vizuri umeandika hiyo, na ni vizuri uandike kuhusu Leviticus 16 verse 1 to 5, andika tu. Zingine tutasoma, na kuna Hebrews 4:16. Hebrews 4:16. Na Matthew 25:51. Hiyo ndio inaongea kuhusu curtain iliweza kupasuka mara mbili. Na ningeweza tu mkaweza kusoma Hebrews 4:16. Tusome Hebrews 4:16 tuweze kusikia bringing closer to God. Bringing kwa Kiswahili tena. Waebrania 4:16. Soma. Haujasoma unaandika. Nimesema soma. Yes. 4:16. 4:16. Wewe mwalimu. Hebrews chapter 4. Waebrania mlango wa 4 mstari wa 16. Sawa? Biblia inasema hivi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Hebu tusike hapo. Basi na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hallelujah. Amen. Tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Hallelujah. Sasa tunapomkaribia baba yetu, tusimkaribie tu hivi kama tumejikucha hivi. Ni kumkaribia na confidence ya kwamba unajua wakati mtoto anaenda kumwambia baba yake, anasema naenda kuambia baba, naenda kukusema, na unamwona vile macho inakuangalia, hakika utachapwa. Vile anasema ile vile baba yake atafanya, naenda kuambia baba yangu. Mtoto ndivyo anafanya. Na hivyo ndivyo Mungu anasema. Biblia imesema ya kwamba muende hapo with confidence. Muende mumwambie baba vile mnataka, na muende hapo. Hallelujah. Mfanye kazi kwa nguvu. Yaani ya kwamba muende in the holy of holies, mkutane na baba yenu hapo. Hallelujah. Bwana ametutoa kule nyuma akatuleta hapa mbele in Jesus name. Amen. Endelee. Haya, sasa wachana na hiyo. Twende namba 5. Tool for victory. The blood of Jesus is tool for victory. Ushindi. Hallelujah. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. See, I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. See, I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. Soma Revelation 12:11. Ndio tupige muhuri hiyo. Revelation 12:11. Mimi ni mshindi zaidi ya washindi. Hallelujah. Amen. Hata kama unapitia hali gani, endelea kupambana katika jina la Yesu. Na hiyo shamba msiachilie. Amen. Katabagana. Hiyo shamba msiachilie. Amen. Hey. Amen. Hallelujah. Amen. Ufunuo wa Yohana. Amen. Ufunuo wa Yohana. Revelation 12:11. Mlango wa 12 mstari wa 11. Ndio. Biblia inasema hivi. Yes. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo watashinda kinachowasumbua. Watamshinda shetani. Yes. Watamshinda shetani. Atirudia tena. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda wao. Na kwa neno la ushuhuda wao. Ambao hawakupenda maisha ya haya hata kufa. Ambao walikuwa maisha yao hawako wanapenda, lakini walimshinda shetani. Maisha yao ilikuwa imefinywa, walikuwa wamesukuma mpaka mwisho, lakini kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo walizitumia kama silaha ambayo walitumia, wakasema kwa maneno, kwa damu ya Yesu na kwa maneno
Haleluya. Amen. Utamshinda shetani wewe Rono. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Utamshinda shetani. Katika jina, hakuna kitu chetu kitakachoibiwa. Hata kwato. Kwato ni nini? Kwato. Hakuna kitu tutapoteza. Kwato ni maungo. Kwato ni hizi hoofs. Waisraeli wakasema hata kwato. Unajua Farao aliwaambia wataenda, lakini kuna vitu wataacha. Wataacha wanyama na nini? Wakasema tunabeba mpaka kila kitu. Hakuna kitu tutawacha. Wacha nikwambie, pigania familia yako. Yes. Ukisema kwa damu ya Yesu Kristo, familia yako itasimama. Kwa damu ya Yesu Kristo, ndoa yako itasimama. Kwa damu ya Yesu Kristo, watoto wangu watasimama. Katika jina la Yesu Kristo. Na chenye kimeibiwa, I retrieve it back by the blood of Jesus. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, twende namba 6. Twende namba 6. Kuna justification. Justification ni kufanywa haki. Damu ya Yesu inatufanya kuwa haki. Imetufanya kuwa haki. Haleluya. Inatufanya kuwa Haki. Na kuna wimbo ambao unaongea kuhusu na nimehesabiwa haki. Huo wimbo unaimba aje? Na nimehesabiwa haki. Unajua nikiwa hapa kuna vile ninakuwa minister, unasikia zinakujaga kutucomfort na kutuweka nguvu na kufanya ili tukaweza kuelewa zaidi katika jina la Yesu Kristo. Hebrews 12:24 justification. Hallelujah. Hebu soma hapa. Nimesema hivi Waebrania 12:24. Mstari wa 24. Biblia inasema hivi. Ndio. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyiziwa. Ndio. Nitarudia. Yes. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, yes, na damu ya kunyunyizwa inenayo neema kuliko ile ya Habili. Inayonena neema kuliko ile ya Habili. Kuna damu ya Yesu Kristo inakujustify. Hata kama uko mchafu, inasema umetakasika katika jina la Yesu Kristo. Inasema wewe umeoshwa. Inasema wewe sasa hauna dhambi. Hata kama ulikuwa umetenda mambo gani, damu ya Yesu Kristo inakuja inasema huyu sasa ni wangu na ametakaswa. Huyu Ernest ni wangu. Sasa hakuna yule atakayesema huyu alikuwa anafanya hivi, kwa sababu damu ya Yesu inakuja inasema wewe ni wetu, wewe ni wangu, wewe ni wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na tunapoongezea hiyo kitu ya kutakaswa, unaongezea hiyo kutakaswa bado, utaandika 2 Peter verse 1. 2 Peter chapter 1 verse 9. 2 Peter verse 1. Hey guys, nasema ni sio verse. Chapter 1. 2 Peter mlango wa kwanza. Sasa ndio nimesema vizuri. Mlango wa kwanza 9. Mstari wa 9. Unasema nini? Umepata? Waraka wa Petero wa pili mlango wa kwanza mstari wa 9. Ndio. Biblia inasema hivi. Yes. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu. Hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Ndio. Amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Za zamani. Haleluya. Sasa utakuwa unasema kwa damu ya Yesu Kristo, dhambi zangu za zamani. Haleluya. Amen. Kuna dhambi za zamani. Unasema mimi nimetakasika. Nilikuwa nimetenda hii, nimetakaswa kwa hii. Unaanza kuzihesabu, nilikuwa nimetenda hii. Sasa unajua ukiokoka ndio kazi imeanza. Haleluya. Amen. Ukiokoka ndio kazi imeanza. Unaanza kuangalia dhambi za zamani ulikuwa umefanya. Sasa unaanza kujitakasa. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Ziwe safi, nguo nyeupe mno, tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Haleluya. Tunaingia sasa kwa viboko.
Hallelujah. By the stripes, fungua Peter, 1 Peter chapter 2 verse 24. Kwa mapigo ya Yesu tumepona. Hallelujah. Kwa mapigo ya Yesu tumepona. Ya kwamba ugonjwa sugu ambao unakusumbua, kila pigo lilikuwa ni Yesu alikuwa na hesabu uponyaji katika jina la Yesu. Hallelujah. Kila Yesu akigongwa kiboko hivi alikuwa anagongwa, yes, mmefanya vizuri kunigonga, wamepona kansa katika jina la Yesu. Wakigonga kingine Yesu anasema, yes, nilikuwa nagoja hivi, wameponya diabetes. Wanagoja kingine anasema, yes, meningitis imeenda katika jina la Yesu Kristo. Kwa mapigo ya Yesu tulipokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wacha familia yako ikaponywe katika jina la Yesu. Ukazidi kuponywa, ukazidi kuoshwa. Bwana na akakuponye moyo wako. Kwa mapigo ya Yesu tulipona. Haleluya. Amen. Hiyo nilikuwa ninaongea kuhusu damu. Haleluya. Na alafu wakati Yesu alitoka pale msalabani, akachukua uhai wake, akaenda kaburini, akaenda kuzimu. Haleluya. Na kule alienda mahubiri. Yesu hakuenda kulala, maana Yesu hakuwa amerudi mbinguni, alikuwa anaendelea kazi. Yesu alifunga macho, akachukua uhai, akasema sasa ni kuingia. Alienda kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alienda kuhubiria watu, ndio kusikue na mtu yeyote ambaye ataweza kusema hakusikia injili. Kwa hivyo alienda kuhubiria watu waliokufa. Yesu alienda kuhubiria watu ambao walikufa kitambo, alienda kuwahubiria. Kwa hiyo alipoenda kuwahubiria, na akaenda akamnyang'anya shetani funguo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na Yesu anaongea kuhusu hizo funguo in Matthew chapter 16 verse 19. Matthew 16 verse 19. Tunaongea kuhusu funguo, na nilisikia mkiongea kuhusu funguo. Na tukiwa na Abel asubuhi ya leo tumeteseka hapa asubuhi. Na tuko na chemke moja. Oh my God. Nilipatia Njeri funguo, akuje afungue church. Alipojaribu kufungua, funguo zikaanguka ndani. Sasa anajaribu kufungua, inashindikana. Anajaribu sasa hata atafungua na nini, hata utafungua na nini, hauna funguo na ziko ndani. Sasa akanipigia simu, akaniambia mimi sina funguo. Funguo zimeanguka ndani, hata siwezi fungua. Mwambia ngoja nikuje. Nilipokuja mimi nikajua nitatafuta funguo. Ndio niliweka hapa, ndio tukiwa na Annabelle hapa. Tukajua vile tutafanya. Nikatengeneza hii. Nikaingiza hapo, kwa hiyo shimo iko hapo, ikaingia ndani. Funguo, naweza kunyakua funguo, nikachukua funguo nikafungua. Haleluya. Tusome hiyo funguo iko hapo. Kumbe tuliteseka ndio tusome. Mathayo 16 mstari wa 19. Amen. Biblia inasema ya kwamba nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Nitakupa wewe. Nataka unajua Yesu ameenda pale msalabani. Na sasa akimaliza hiyo kazi, kuna funguo tutakazozipokea katika jina la Yesu. Amen. Nitakapofufuka, yes, nitakupatia funguo. Amen. Nitakapofufuka, Amen, nitakapofufuka, Amen, nitakupatia funguo. Bwana Yesu asifiwe. Na chenye utafungulisha hapa duniani, Amen, kitafunguliwa huko mbinguni. Amen. Kile utafungua hapa duniani, kitafunguliwa mbinguni. Amen. Haleluya. Hebu soma tena. Na lolote utakalolifunga duniani, lolote utakalolifunga hapa, litakuwa limefungwa mbinguni. Litafungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani, lolote utakalolifungua hapa duniani, litakuwa limefunguliwa mbinguni. Litafunguliwa mbinguni. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niki yako kihikitu ama ni nini chako kimefungiliwa ndani? Ni nini chako kimefungwa? Ni maisha yako. Sasa wewe umepatiwa funguo. Baba amekupatia funguo ya kwamba sasa fungua kinywa chako kikafungue. Chenye utafungulisha hapa duniani, hata juu mbinguni kitafunguliwa. Amen. Chenye utafunga useme hii nimekataa, hata hapo juu mbinguni itakataliwa. Yesu akatoka na funguo, akamnyang'anya shetani funguo, akakuja ameshika funguo, akatukabidhi sisi. Wewe ufunguo. Ukifunga imefungwa, ukifungua kumefunguliwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kusema tuko na kazi. Chenye unaona ni kibaya kwa maisha yako, ni wakati wako wa kukifunga na kusema I bind this in the name of Jesus. Na kusema ninaona hakuna pesa, ninafungua pesa, nafungua kibali, nafungua katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hizo ni funguo Yesu alitupatia, akasema kwa sababu ya hili kanisa na alipatia funguo. Sasa sikieni funguo katika jina la Yesu Kristo. Sasa kuna Sunday ambao ni leo, siku ya rise ama resurrection. Haleluya. Resurrection. Ako wapi Njeri atusemee memory verse? Alikuwa anasema hapo. Njeri si useme memory verse. Sichukue microphone useme memory verse ambayo ulikuwa unasema. Alafu tufundishe na mtusikie. Luke chapter 24 verse 6, it says, He Yes. is not here, but has risen. Remember what he told you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise again. Bwana Yesu asifiwe. Mpigieni makofi katika jina la Yesu Kristo. Yesu alikuwa amesema ya kwamba, huwa ninakuambia katika Matthew chapter 21 ya kwamba Yesu akasema ninaenda nikamatwe kwa wazee na makuhani, alafu kwa waandishi wa habari, ili waandike maneno yangu. Nitapigwa, nitadhihakiwa, nitafanyiwa mambo, na siku ya tatu nitafufuka. Vile Yesu amefufuka, siku ya leo tunaihesabu kufufuka. Hata wewe maisha yako imefufuka katika jina la Yesu. Kwenye ulikuwa umerudi nyuma, kwenye ulikuwa ni kama umeoza, ninatangaza kufufuka kwa maisha yako. Ninatangaza kufufuka kwa watoto wako wenye wanakaa ni kama walikufa. Ninatangaza kufufuka kwa hiyo ndoa yako. Ninatangaza kufufuka hiyo ndoa yako ifufuke. Ndio wale tolea Yesu, hiyo ndoa yako ifufuke. Bila Yesu amefufuka. Hayumo kaburini tena. Hayumo kaburini tena. Ni wakati wa kufufuka. Ni wakati wa kufufuliwa. Ndoa zetu tufufuke, maisha yetu tufufuke, na kanisa la tota lifufuke sasa. Tena wale tolea Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili kanisa lifufuke upya. Tutangaze revival katika mtaa wa tota, katika jina la Yesu Kristo. Na ijulikane ya kwamba Bwana amefufuka. Na ijulikane ya kwamba hayumo kaburini tena. Ijulikane ya kwamba hayumo kaburini tena. Mambo yako ambayo yamekufa yafufuke. Tena wale tolea Yesu. Ninatangaza familia ambazo zinakaa ni kana kwamba zilikufa, Bwana atazifufue. Bila Yesu amefufuka, akafufuke ndani ya hizo familia katika jina la Yesu. Natangaza kufufuka, natangaza kufufuka kwa hizo jamii, kwa haya maisha katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu sasa. Resurrection. Hayumo kaburini tena. Amefufuka. Yu Bwana sifiwe. Amefufuka. Ole Bwana. Oh, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Ni Bwana. Oh, ni Bwana asifiwe. Amefufuka kifoni Bwana. Oh, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Tukimaliza, kuna point tu nataka ukaweze kunakili mahali, the key points from Jesus resurrection, ili kwa sababu Yesu amekuweza kufufuka, kuna kitu kinajengeka ndani yetu. Jesus, as he promised, Jesus rose from the dead. We have confidence that he will accomplish all he has promised.
tuko na confidence kwa Kiswahili ni nini? Tuko na ujasiri ya kwamba kwa sababu amekwisha fufuka, sasa tuko na confidence ya kwamba atakamilisha ile kazi aliyoianzisha ndani yetu, ile kazi aliyokuwa anaiongea kuihusu ya kuwa anakuja kuikamilisha. Ni kwa sababu ameweza kufufuka, inatupea confidence ya yeye kukamilisha kazi. Haleluya. Na namba 2 tukimalizia ya kwamba Jesus, the body resurrection is the key to the Christian faith. The living Christ is the ruler of God. Ya kwamba he is not a false prophet. Ni kwa sababu yale ambayo aliyasema ni ya ukweli. Yesu sio nabii wa false prophet, kusema aje? Yesu sio nabii wa uongo. Ni kwa sababu yale ambayo aliyasema ya kwamba atakuja kufufuka, sasa amefufuka. Hii inatuonyesha, inadhihirisha ya kwamba Yesu ni nabii wa ukweli. And number 3 inamaanisha death is not the end. There is future life. Kuna maisha mengine mapya. Kifo sio mwisho. Yesu anatuonyesha ya kwamba kwa kufufuka kwake ya kwamba kifo sio mwisho. Kifo sio mwisho. Hatutakufa, sisi tutaishi na ili tutimize ahadi za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu sana. Number 4 ya kwamba about the power. Yesu Kristo kuna nguvu ilimfufua. Hiyo ni kusema ya kwamba the power that brought Jesus back to life is available to us to bring us spiritually dead self back to life. Hiyo power ambayo ilimfufua hata na sisi inaweza ikatufufua katika jina la Kristo. Kuna power ambayo ilimfufua Yesu Kristo na sisi pia inaweza ikatufufua maisha yetu. Hiyo ni ombi, na uandike Philippians 3:10. Hiyo ndio tutasoma ya kutumtimizia Philippians 3:10, ambapo number 5 hiyo nimeongea kuhusu power, about power. Tusome about power Philippians 3:10. Philippians 3:10 about the power. Amen. Hebu tusome hapo Philippians 3:10 tusikie inasema namna gani katika jina ya Yesu Kristo. Wafilipi 3:10. Wafilipi 3:10. Yes. Biblia inasema hivi. Ili nimjue. Okay, ili nimjue yeye. Na uweza wa kufufuka kwake. Ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Na uwezo, hiyo ni power. Sababu kuna power ilimfufua. Nimjue Yesu Kristo na nguvu iliyomfufua. Na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Amen. Bwana Yesu sana. Nataka nimjue Yesu na nguvu iliyomfufua. Haleluya. Umjue Yesu number 1, na pia tutamani kujua hiyo nguvu ambayo ilimfufua. Haleluya. Na tuanze kuitisha daily. Hiyo nguvu iliyomfufua Yesu Kristo ndio tunaitaka, na ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu sana. Na ya mwisho number 5, basic church witnesses to the world. Jesus is more than human leader. He is the Son of God. Yani hii inatufunulia kwamba Yesu kumbe ni kweli kabisa kwa kufufuka kwake. Maana walikuwa wanamuuliza, wewe kama wewe ni mwana wa Mungu, jitoe hapo. Kama wewe ni mwana wa Mungu, tupiganie na ujipiganie. Na sasa kwa sababu amefufuka, inadhihirika ya kwamba Yesu kumbe ni kweli alikuwa mwana wa Mungu. Jesus was the Son of God. Or Jesus is the Son of God. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tukaweze kusimama katika jina la Yesu Kristo. Bwana kazidi kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Tukaongoza tu kiasi kwa wimbo ambao ulikuwa umetuongoza, ambao ya kwamba Yesu yu hai, katika jina la Yesu Kristo. Tusimame katika jina la Yesu Kristo. Thank you.
maisha yako yakaweze kufufuka. Kama ni ndoa yako ikafufuke tena, kama ni biashara ikafufuke tena. Tangaza kufufuka, tangaza kufufuka, tangaza kufufuka, tangaza kufufuka katika jina la Yesu. Tunatangaza kufufuka, tunatangaza kufufuka katika jina la Yesu. Hiki kisima cha kile watoto kikafufuke sasa katika mahali hapa. Utaua kota njoo wengi wakakuja maji kutoka kwenye kisima katika jina la Yesu. Kikakufufuke, kikafufuke. Natangaza kufufuka, kufufuka kwa familia, kwa ndoa, kwa biashara, kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Tunaangalia kufufuka katika jina la Yesu. Natangaza kufufuka kwa hizi jamii. Natangaza kufufuka kwa haya maisha. Na huyu alikuwa anaona maisha yake imefika mwisho, kama imekufa. Mighty Father, mighty God, kwa jina ninatangaza kufufuka tena katika jina la Yesu Kristo. Maisha yao Jehova chini, maisha ya kila mmoja Jehova chini. Hiyo biashara iko imeenda ni kama imefufia. Baba anaitangazia kufufuka katika jina la Yesu. Biashara zetu zifufuke katika jina la Yesu. Familia zetu zifufuke. Hakuna kuoa na magonjwa. By the spirit of Jesus. Tumepona. Natangaza uponyaji. Natangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. Pokea sifa, nguvu na utukufu. Baraka Bwana unaweza. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Shalom. May God bless you. Nakaribisha